hadi 9. Angalia hapa, Mungu anaanza baada ya kuwepo na miungu mingine. Sasa Mungu anaanza kulalamika. Mwanzilishi wa ibada anaanza kulalamika akisema, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni au kilicho chini duniani au kilicho majini chini ya nchi. Usivisujudie. Hapa namaanisha kwamba usiviabudu wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hapa ina maana gani? Baada ya mvurugano wa kiibada uliotokana na anguko la Adam na Eva, sasa hapa mwanadamu alikuwa ni mtafutaji, na anachokitafuta ni namna tena ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo miungu imeinuka katika hali ya uhitaji uliokuwepo ndani ya mwanadamu. Miungu imeinuliwa au imesimama pale mahali pa uhitaji wa mwanadamu katika kutafuta cha kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ninapotaka kusema na wewe, utaanza kuona kwamba kumbe hapa sasa si Mungu peke yake anayeabudiwa, bali kuna vingine vilivyojitokeza vinavyobeba sifa ya kuabudiwa. Nitarudia hapo. Kuna wengine wanaojitokeza wanaobeba sifa za kuabudiwa. Hapa ni pamoja na miungu, hapa kuna mtu, na kuna kitu. Kitu tunakipata wapi? Anasema usijifanyie sanamu. Sanamu ni kitu. Amen. Ambacho unaweza kukiabudu, ambacho unaweza kukifanyia ibada. Je, mtu naye anahusikeje kwenye kufanyia ibada? Kutokana na siri ninayoitafuta iliyojificha kwenye ibada, utagundua ya kwamba naye mtu anaweza akawa sehemu ya kufanyia ibada. Anaweza akasimama sehemu ya chukizo kwa Mungu kutokana na yeye kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen.